Nilifungua mlango ghafla. Rehema alishtuka. Alikuwa amesimama karibu sana na yeye. Hakukuwa na busu, lakini kulikuwa na kitu kibaya zaidi: ukaribu wa watu wanaoficha kitu. Moyo wangu ulichafuka. Nikamuuliza kwa sauti iliyokuwa imejaa moto, huyu anafanya nini hapa? Rehema hakujibu mara moja. Ukimya wake ulikuwa jibu. Tuendelee na sehemu ya 6. Mwanaume yule alijaribu kuongea. Rehema akamkatisha. Ondoka. Alipoondoka, Rehema akaniangalia kwa macho makali. Usinione kama mimi ni malaika. Maneno yale yalinichoma. Nilimwambia, nilikuamini. Akanicheka kwa uchungu. Na mimi nilikuamini pia. Tuligombana vibaya. Alinitupia maneno ya zamani usoni. Nikamtupia hofu zake. Akasema, nilijitoa kwa ajili yako, lakini ulianza kunifanya nijisikie mdogo. Nikajibu kwa hasira, na wewe ulinifanya nihisi sitoshi. Maneno yalikuwa silaha. Hakukuwa na mshindi. Katikati ya ugomvi kulikuwa na mvuto. Ilikuwa chafu kihisia. Ilikuwa hatari. Rehema alinivuta karibu kwa nguvu, kama mtu anayechanganya hasira na hofu ya kupoteza. Akasema kwa sauti nzito, niseme ukweli, unakera, lakini bado nakuhitaji. Nilimshika mkono. Nikasita, kwa sababu hapo ndipo tamaa hujaribu kushinda busara. Nikamuuliza, umewahi kuvuka mpaka? Rehema aligeuza uso. Hakusema ndiyo. Hakusema hapana. Akasema, nilikuwa karibu. Maneno yale yaliniua taratibu, kwa sababu karibu ni mwanzo wa usaliti. Kuanzia siku hiyo hakukuwa na amani. Kila simu ilizua vita. Kila kuchelewa kulizua lawama. Rehema alianza kunitazama kama adui anayemiliki moyo wake, na mimi nikaanza kumtazama kama mtu niliyempenda lakini simwamini tena. Mapenzi yalikuwa yanakufa polepole. Siku moja aliniambia, nahitaji hewa. Akaondoka bila kusema anarudi lini. Nilikaa peke yangu nikijiuliza, je, mapenzi yanaweza kuishi bila imani? Au tulikuwa tunabaki kwa sababu ya hofu ya kuachana? Usiku ulipofika, Rehema alirudi. Hakuwa mtulivu. Alikuwa amechoka. Alikaa kitandani. Akanishika mkono kwa nguvu. Akaniambia, nimechoka kukimbia. Nilimwangalia. Nikamuuliza swali moja tu. Unakimbia nini? Mimi au ukweli wako? Rehema aliniegemea. Akaninong'ona karibu na sikio langu. Ninakupenda, lakini mapenzi haya yananifanya mtu nisiyemtambua. Maneno yale yaliniacha nikiwa na swali kubwa tu. Je, mapenzi yanapokugeuza kuwa mtu mwingine, ni upendo au ni uharibifu? Na hapo nikajua hadithi ya Rehema ilikuwa imefika hatua ambayo hakuna anayekaa bila kuumia. Hii ni Balese Tales, na hii ni hadithi ya Rehema. Mapenzi yakifika hapa hayapimwi kwa maneno matamu, bali kwa maamuzi magumu. Tukutane sehemu inayofuata. Asante.